Matiang'i ni akirugama 2027 kuguthia atia ciegi Rigathi na Uhuru wa Kenyatta. Ni kuri andu mareyuria kiuria makeyuria Uhuru ni mundu agire kana hihi ni mugikuyu agire thiini wa kirima kana hihi ona thiini wa bururi uyu ukiaga mugikuyu angiaka giciaca nigetha hihi ona agagithurwo hindi imwe tondu kurakioneka uria aragithiite noguo arathia araihiriirie kana hihi oneheretio thamaki thiini wa ruriri tondu 2013 ni tukimakinyitania na mundu witwo William Ruto na akianira king'ang'aini akiuga yangu 10 ya Ruto 10 na ndagika ya mwisho aikuma igicagura mundu gwitwo William Ruto kana hiyo na Ruto igicagurwo na riu akirorete guikarira gite kiu miaka yake 5 ona kana higo githiore kungigithia ituike ni akiregera gite-ini kiu kuma hau 2022 agithie kuria nakuo Karia-ini agetha mundu gwitwo Raila Odinga agiuka nake akiuga riu ni Raila ugucagurwo agiuka agisupport mundu gwitwo Raila Odinga na riu nyingi nierekeire kuria agithii nakuo agetha mundu gwitwo Matiang'i nake agakiuga nake agicagurwo kungikinyanira ati ni agacagurwo nake agithie miaka 10 thiini wa bururi no gutire mugikuyu ona umwe mundu gwitwo Uhuru wa Kenyatta ari afront kana ona akauga ati niwe ungikorwo agithamaka kana hiyo na akorwo akiheo nginya giti kia president thiini wa bururi wa Kenya tore twakionire athuri aria makiriho kabere ni makivurondire mundu gwitwo Uhuru wa Kenyatta na maikimutiga na ndagika muco agithamaka thiini wa bururi no ni kuri andu mareyuria kana hihi Uhuru ni kwagaga kana ni atia gwathire kana hihi ni kwenda endaga uthamaki utuike ati niwe wari wa muico gwathana mugikuyu thiini wa bururi tondu gutikire mundu no mwakiri akioneka agikivurondika kana ona agisupport mundu ungicagurwo giti kia president thiini wa bururi. Matiang'i, do you know why your colleagues in opposition are bitter with you? Because they wanted to redefine you. Wanajua, in the eyes of Kenyans, Kenya wanaona a transformative leader. Wakenya hawajui Matiang'i kama Mkisii. Wakenya wanajua Matiang'i kwa yale ambayo alifanya. Lakini, because they wanted you to look like them, they wanted you to put in a cage called the Kisii cage. That's why they were telling you, Matiang'i, rudi Kisii, kusanya watu wa Kisii na Nyamira, kuja na kapati ya huko, sanya watu wenyu. They put you in a cage so that the Kenyans who used to see you as a Kenyan who has transformative ideas and a leader, waanze kukuangalia hasa ya cage ya Wakisii na Nyamira hapo peke yake. That's why they are so bitter with you, kwa sababu uliruka hiyo mtego. Because walikuwa wanataka kukuredefine to the eyes of Kenyans that wewe you are coming as a Kisii, not as a leader who has done anything in this country before. Because that's who they are. If all those characters, you remove the tribe backing behind them, they are nothing. They are nothing. Nobody even can come close to them. In fact, when they go to people, they don't pride to have done anything for this country. They don't pride in any development. They pride, nimetoka kwa hii kabila, ikona these numbers. Nimetoka kwa hii kabila, ikona these numbers. They have nothing else. Nothing. Nothing. And that's what they wanted from you. Walikuwa wanataka ukuje na chama fulani, ndio waseme hii chama ni ya Wakisii. Wamekuja hasa kwa meza kama Wakisii. I'm telling you. The person who advised you, uruke hiyo mtego, my friend, muongeze salary, muongeze madaraka. Because hiyo ndio ilikuwa mtego na ukaruka. That's why they are so bitter with you, kwa kuruka hiyo mtego yao. You refused them to redefine who Matiang'i is. They wanted to redefine him as a Kisii. Ukakata. So, don't think that even tomorrow they will welcome you because of that move that you made. Because as how wamebaki to redefine themselves, sisi tumetoka kwa watu, tuko na kabila hii, iko na hii numbers, iko na hii numbers, nothing else. If you look at them, because they have been this leadership, uangalie even the track record, nothing. And walikuwa nataka ukae kama hao exactly. Ukaruka hiyo mtego. So don't think the bitterness will go down. It might even go up. Ani ni mshangao. Sababu Matiang'i ameambia Wakisii, yeye ameingia Jubilee. Jubilee ni chama ilitawala ikaisha mpaka President Ruto akatoroka.
Hii chama cha Jubilee hapa Gusii Wakisii wenzangu iko na wenyewe wako wenyewe ni Uhuru Kenyatta, Jeremiah Kioni na wengine wakina David Murate, hata huyu Muchiru wa Mbugu, the former MP for Nyeri Town na wengine. Hii chama ya Jubilee ni chama ya Wakikuyu. Sijui Wakisii mlikuja sijui ni nini akili hakuna. Chama ya Jubilee ni chama ya Wakikuyu. Haisaidii Mkisii. Na ni chama Kenya, kama chama imetawala haiwezi katawala tena. Na nimewaambia Uhuru Kenyatta ako kwa serikali, ndio maana ametuletea ministers 3. Yeye ako kwa serikali. Sasa nyinyi Wakisii Matiang'i 60 kama fools, chibunda chiabantu, chibunda. Kisese yani Wajaruo wanasema guoki. Ngiti kwa Kikamba. Ngui kwa Kikuyu. Yani mwabere chibunda chisese chiabantu. Tindiko barama bagusi lakini mwabere busa. Think twice. You have to think beyond your noses. Hii chama Matiang'i ameingia ni chama ya serikali. Wabunge 31 of them wanasupport serikali. Uhuru mwenyewe ameleta ministers, Lee Kinyanjui, Mutai Kawe na William Kabogo wako kwa serikali. Wabunge wote elected 31 of them wako kwa serikali. Alafu mnafika hapa mnasema chama ni Jubilee. Chama ya watu wengine. Na nyinyi hamtumia akili, mko na ukumbavu mingi ya uprali fucking. Wakisii Matiang'i angekuwa politician, angekuwa na chama yake kama Nyachae. Alikuwa na 40 people akitafuta upresident kama Onyona. George Moseti Anyana alikuwa na yake KNC. Hii ukumbavu mnafuata munuso ya watu bila kufikiria. Matiang'i hawezi kuwa rais. Matiang'i hata hawezi pata kitu. Sababu hata unaona ametengwa na Gachagua, Kalonzo na wengine. Hawamtambui sababu wameona ni moli. Wameona ni project yetu ya serikali. Nyinyi mko hapa chama ni Jubilee. Jubilee iko na nini? Mko na uchinga na ukumbavu. Mkisii hata akisema Jubilee, Matiang'i angekuwa mwanaume mzuri angetengeneza chama. Vile Gachagua alimwambia, sio upusi ya unyoko ya ukumbavu. Wakisii, mimi nawaambia kama mzee naelekea 60 years. Watena hiyo kumbavu yenu. Haya Kazimo. Kipchumba Joy mwenyewe. I approve this message 100%. Ndani. Mpaka hivi. Mtu ambaye anaitwa Simba Arati. Simba Arati anatumiwa na ODM kupiga mtu ambaye anaitwa Fred Matiang'i. Na mnakumbuka pale Gachagua akisema, here we have to do this. Mtu kwanza arudi kwao so that you solidify your region. After sasa umewaeka pamoja, convince them to follow you and also to vote for you. But now as it is, we still have challenges here and there. Kwa sababu pale ujue ni gome ya ODM. And so what Baba was doing, he was still trying to show his muscles in Kisii. You remember, Kisii and Nyamira are both in Nyanza region. And so, Baba ameishi to command the whole region. But now as it is, it's like Nyamira and Kisii wanaamua bana, we want now to have a new leadership. We want to have a new sheriff in town. And that sheriff is none other than Matiang'i. So that is where munaona kuna ukorofishano between watu wafuasi wa mtu anaitwa Raila Odinga na wafuasi wa mtu ambaye anaitwa Matiang'i. Simba Arati is nothing. He's nowhere to be counted. Huyo si mtu wa kusema ati you have to speak through. If you want to speak to Kisii, you have to speak through him. But he's just trying to forcibly coronate himself as the spokesman of the Kisii. But now I want to tell you one thing. In the Nyanza region, kuna danger ya ODM. ODM kukua na ile nguvu ambayo ilikuwa nayo pale itakuwa ngumu sana. Because I know once Matiang'i becomes serious with his politics and maybe his campaign, he might solidify the whole of Kisii and Nyamira and a bit of Nyanza. I know there are still people who right now who are still not comfortable with this broad-based government. And they have no other option than either to vote for Kalonzo Musyoka or to Fred Matiang'i. So that is how things are. They are boiling so nicely. Mimi nikiona hivyo, you could not see
such things in Nyanza region, because Raila Odinga used to command. So when you see such chaos, it should tell you something, that there are people who are now starting now to believe and also to trust somebody else. They are shifting their loyalty to somebody else. You could not see chaos. You could not see Raila Odinga being objected, and he used to be the final word. When he says utakuwa utachaguliwa, then that is it. Hata kama wewe ni danda na mna gani, utachaguliwa tu. But as it is now, then it's like his popularity is going down and someone else's popularity is going up. That is the trajectory. One is the popularity of Raila Odinga is going down, and then the popularity of Matiang'i in Kisii and also in Nyamira and in Nyanza is going up. And that is what they are trying to curb. Hiyo ndio shida ile kubwa wako nayo. So pale Kisii na pale Nyanza kuna madume sasa wanaanza sasa wanasema hapana, it is Raila who should be this, it is Matiang'i who should be this. Sasa hiyo ndio shida iko Nyanza. So nyinyi tatueni shida zenu huko. Hata sisi huku Central Kenya tuko na shida zetu. Wacha tutatue zetu, nyinyi tatueni zenu huko. Liwe tamuikari wa Kilima, Mulima, Muweni, Mount Kenya region. Ukugwa politics Kenya tukuria iwe 2027 wakorwo gikiria u eta president wa bururi wa Kenya kura